Hizi ni picha za Kaylan Kimani, mtoto wa takriban miaka 3.5, mtoto mchanga na mchangamfu kama jinsi unavyomwona, akiwa ni mtoto wa kipekee kwa wazazi wake. Hapo jana, babake Kaylan Kimani alimpeleka mwanawe shuleni kama ilivyo ada na desturi yake kabla ya kuelekea kazini. Kaylan ndipo tu alikuwa ameanza safari yake ya elimu mwezi huu wa Januari. Hila masaa ya adhuhuri hapo jana, babake Kaylan alipokea simu ambayo hatoisahau kabisa maishani mwake. Mwalimu mkuu shuleni pa Kaylan alimtaka babake Kaylan kufika hospitalini Ruiru Plainsview kuona mwili wa mwanawe. Je, ni kipi kilimkuta Kaylan shuleni? Na je, haki ataipataje babake Kaylan baada ya kifo cha mwanawe? Mtazamaji popote ulipo, na wakaribisha. Tupo katika mkahawa wa Head & Spot uliopo katika eneo bunge la Juja, ambapo mkasa umepata kutokea mchana wa leo. Mtoto wa miaka 4 alipata kuanguka katika dimbwi la maji lililopo hapo walipokuwa wamekuja na wengine katika mafunzo ambayo tunaelewa mafunzo ambayo yaliopo kwa sasa ya CBC samani. Lakini mtoto ule, kulingana na yale ambayo tumeweza kupokea, tunao ambao wamepata kutuita hapa kwa ajili ya kuzungumza na wanahabari, ndipo kugundulika aswa ni nini kilipata kutendeka. So nitapata kuwa introduce waweze kutupea habari kuhusiana aswa ni nini kilichoweza kufanyika hapa. Ndugu yangu, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Evangelist Peter Rock. Na mimi ni mkaaji wa Ruiru. Na nafanya kazi ya ujenzi na pia tunafanyanga kazi na mwadhiliwa babake mtoto. Mimi tunafanya kazi na rafiki. Tunafanya kazi pamoja na rafiki yangu. Kulingana na taarifa ambazo tumezipokea kwa sasa, mtoto hakuwa na shida yoyote, ila ajali iliyotokea ndio ilipelekea kijana mdogo, mtoto mdogo akapata kupoteza maisha yake. Je, mpaka sasa mahala ambapo mmefikia, imegundulika makosa ni ya nani ama makosa ilitokea wapi? Bado uchunguzi unaendelea. Juu sisi tulikuwa huko Kamuru na baba yake kwa ziara za kazi za kawaida. Tukapigiwa simu na mwalimu mkuu akatuita hospitali ya Plainsview. Lakini hatukujua tunaitiwa nini, juu vile tulijaribu, hata babake akajaribu kabisa kuulizia nini naendelea, hakuambiwa. Na tukacha kenye tulikuwa tunafanya, tukakuja pamoja mpaka Plainsview. Na kufika Plainsview tukapata, juu tulituma mama mtoto akimbie kuangalia juu alikuwa karibu, tukapata ameshika mtoto na mtoto ashaaga. Mlipata mamake mtoto akiwa amemshikilia mtoto pale hospitalini? Yes. Na mtoto alikuwa tayari kishaaga. Swali nikuulize, nyinyi kulingana na taarifa ambazo mlipewa baada ya kufika pale hospitalini, je, mtoto alifika hospitalini akiwa hai ama alikuwa amefariki akiwa huku Head & Spot? Kulingana na ile ripoti tulipata, ni kuwa mtoto alipelekwa kule kama washalemewa kumrevive. Madaktari walijaribu kidogo kumfanya resuscitation, lakini hawakufaulu. Kwa hivyo sisi pale tulijaribu kuulizia maswali madaktari nini, lakini hakuna kitu tungeweza kusaidia mtoto kwa sasa hizo, alikuwa shaaga. Mtoto alikuwa keshaaga. Ila swali ni je, mtoto ni mtoto wa miaka 4. Ni mtoto mchanga kabisa, ndio kwanza ameingia shule, sivyo? Actually mtoto na miaka 3.5. Sana kumpoteza mwanao. Tunataka utuambie, je, mtoto wako alikuwa anaitwa nani kwanza? Mtoto wangu alikuwa anaitwa Kaylan Kimani. Tunajua unapitia wakati mgumu kwa sasa, lakini kulingana na taarifa ambazo umezipokea, maana tumekuwa hapa na tumekuwa tukiona jinsi ambavyo mambo yanaendelea, unaona kama kuna haki itatendeka kwa mwanao? Kwanza naweza sema hivi, wakati tulipopigiwa simu na mwalimu mkuu twende hospitali, tulifika hapo. After tumefika hapo, mwalimu mkuu akajificha, akaingia kwa gari yake, wanaenda kuripoti kwa police station. Hawaku to inform the story about reporting the case. So mtu mmoja katika hospitali akatuambia Kenya wanataka kufanya. So tukawafuata nyuma
tuliambiwa alienda Ruiru police station, tukawafuata nyuma. Tukapata wamechange ku report from Ruiru. It's like a way of confusing us. They went to Juja police station and tukawafuata huko pia. So it seems that they were trying to conceal something. Yes. What do you think they were trying to conceal? It's their negligence about the kid. First of all, personally napeleka mtoto wangu shule. In the morning nilipeleka mtoto shule. I made sure amekalia kiti and I left. Then the teacher didn't inform me about anything to do with swimming pool. Of which kama ningeulizwa singe allow mtoto wangu kwenda swimming pool because mtoto mchanga is 3.5 years. Singe allow aende swimming pool. So nikatoka shule, tukakuja tukapatana na nikaingia kwa ofisi yetu, tukapatana na huyu mzee, tukaenda kazi. Wakanipigia simu, wakaniambia mtoto ako hospitali, nikarudi, nikapata mtoto alishaga. Labda mpaka sasa kuna hatua yoyote ambayo bila shaka imechukuliwa hapa na serikali ambayo unaona hapa? The police wanakuja, wamechukua the information and we hopefully from tomorrow tufanye postmortem, we know what transpired, then we take it from there. Yeah. So mpaka sasa hamna yeyote ambaye amekamatwa wala kesi imemwendea yeye? Kuna. Unajua kuna wahusika wawili saizi. Kuna wenye hii hoteli walikuja kuleta watoto swimming na kuna walimu. Walimu wanachunga watoto nao hawa wako na hiki kidibwi chenye hakina ukuta wa kuzuilia watoto kuingia na ambacho kimepakana na mahali pa watoto kuchezea. Na ni mahali mtoto mdogo kama huyo anatembea tu anaanguka kwa maji na hawezi jitoa. Sasa huwezi anza kufanya, sisi si majaji. Tutagojea tu polisi wafanye. Kuna crime scene wamekuja. Saa hizi wanafanya uchunguzi, wanaangalia CCTV ndio tuelewe kabisa kweli kuliendaje. Sasa hiyo tutachia haki ya kutoka kwa maafisa wa uchunguzi, babake apate haki na pia wajaribu kuzuilia. Juu ni mahali watoto wanakuja, kusifanyike kisa kama hiki tena, mzazi mwingine pia alie. Venye tumeona leo ni kisa siwezi taka kirudie mimi, kirudie mwingine yeyote. Na I really would like to console my friend. Tume come a long way, we have cried together, but I wouldn't want another parent to go through the same. So I still feel there is a lot to do. One, I would actually encourage our institutions zenye zinaangalia mambo za ujenzi. Kitu kama hiyo sidhani ingepata barua ya planning kuwa hapo mahali kuna public na watoto pia wana entertainiwa. I don't think kungekuwa na any authorization ya cooperate ama kuacha kitu kama hicho. I don't, kitu kingekuwa kimefungwa kabisa, hata mtu mzima akianguka hapo itakuwa bado ni kisanga tu. So nikuulize tu, kulingana na taarifa ambazo tunapokea, mkahawa wa Eden Sport uliopo hapa ni mkahawa maarufu sana eneo hili. Kidimbu hicho kimekuwa hapo kwa muda mgani kulingana na wale ambao ni wafanyakazi hapa? Wanasema kimekuwa hapo kwa muda mgani? Wao wanatuambia it's less than 1 year, but when you look at mpaka maji ile mvua ilinyesha ilibomoa kwingine, and when you look at juu ya maji venye imetengeneza fungo, all of it imecover na hiyo sludge. I don't want to make a conclusive statement, but it takes more than a year to have water get to that level. I can add on that. One thing nawaambia, me I'm an architect and I'm an expert. I can tell you the hiyo kidibi imekuwa hapo for a long time. It's been there minimum for like, I've stayed here this place for like 3 years. I've been coming here to swim. Me myself. So pia wewe umekuwa ukitembea hata naleta mtoto. Lakini it has been there for more than 3 years. Watu wanakana shuhuda. So nikuulize pia, tumeona ni kana kwamba kuna CCTV ama kamera ambazo ni za ulinzi hapa na ambazo zinachukua video ya mambo na matukio ambayo yanaendelea hapa, haswa kule ambako watoto wanachezea, kwa sababu kitu kama hicho kikitokea kule ambapo tunaona watoto wanachezea, kuna paswa kuwa na ushahidi wa kanda za video. Niulize tu,
mmeambiwa aje kuhusiana na kanda za video ambazo zinachukuliwa na CCTV zilizopo hapa? Kwanza tulipouliza kama CCTV zinafanya, mara tu ya kwanza after tumefika, walisema hazifanyi zote. Kwa muda gani hazijakuwa zikifanya? Walisema they are faulty. That's what they said. And now tukakuwa na lawyer wetu and the police, they insisted they must, lazima wafungue hizo cameras. Kufungua tukapata zingine zinafanya, zingine hazifanyi. Lakini hasa ile inamulika penye watoto wanachezea haifanyi. Wakisema wanasema hiyo haijakuwa ikifanya kwa muda gani? Wamesema wameangalia ifanyangi. Ndio wamesema. But tumeleta IT, tumeita IT specialist wetu na already tulikuwa almost going, but I insisted that we have to access the DVR, and our IT guy is the one now reviewing the footages. Now I don't want to say that sadly we have found that they were working, so we are actually in the process of retrieving the footages that were running then. So we don't want to comment on that before we get it. You don't want to comment on that, but yes. In regards to what has been uncovered until now, it seems that there was a foul play. We don't want to say that. We don't want to confirm anything like that. One thing I can add, I can say there was a negligence between the school and this place. Because first of all, as a parent, when you take a kid to school, it's supposed to be taken care of. And if your kid is getting out of school, as a parent, you're supposed to be informed. So nashindwa kwa nini walichukua mtoto wangu kutoka shule wakamleta hapa bila kunijulisha. Na nilikuwa shuleni asubuhi. They could have informed me. Hata mwalimu anasema sikuwa nimemlipia swimming, so I don't understand mbona walimleta hapa. Okay? The other thing is ukiangalia pale kwa kidibu unaona there's no fencing. Kwenye watoto wanachezea, hata si mtoto wangu, hata mtoto mwingine, a young kid kama yeye, ataenda tu hapo na anguke. So I think there's negligence between even the school na waangalizi ambao walikuwa wakiangalia watoto. Waangalizi, one of the teachers anasema alikuwa anaenda msalani. Akaambia one of the people from management amwangalie watoto. Na hivyo ndo wakati amerudi ndo akapata mtoto wangu hayupo. So aliporudi akapata mtoto hayupo, ndiye alienda kumtafuta huko. Akaanza kumtafuta. Wakampata akiwa hapo kidimbuni. Hapo ndipo tunafikia kikomo, watazamaji. Tupo hapa katika mkahawa wa Head and Sport. Tunaendelea kupokea taarifa kutokea. Tunatarajia pia kufahamishwa na mawakili ambao waliopo hapa aswa ni nini ambacho kinaendelea, na mwisho wa siku tutafuatilia kesi yote nzima na tutakuwa hapa kukujuza mpaka haki itendeke kwa familia mtoto huyu wa miaka 3.5 ambaye amepata kuiaga dunia baada ya kuanguka katika kidimbwi cha maji ambacho kipo hapa, hakina ulinzi wowote, na pia kuna story nyingi ambazo zinachipukia. Ila tupo hapa na tutaendelea kukujuza, usibanduke.